Sasa mwanetu umekuwa, tunataka tukuanzishie biashara. Ila wanakaa wanakuambia pambana upate kama umejengwa miaka 15, miaka 20, 30 katika namna ya kuwa mfanyakazi, mara moja unaweza kuelewa kuhusu biashara. Nawaambia hivi kwa maana leo kama utatoka hapa ujielewa unapaswa ujete. Kwani power ilivyotoka kila mtu alikuwa anajua. Sasa hivi nyimbo ya taifa sio taifa. Kwa hiyo na wewe ukitaka kuelewa hii biashara, leo umesikiliza ujielewa, njoo tena. Uliza, sikiliza tena, utaelewa kama ambavyo ulivyoelewa vitu vingine awali ukuvielewa. Si tunaelewana jamani? Kwa hiyo watu wengi unakuta wanakazania kwenye ajira hata kama wanajua kweli ajira haitoshelezi mahitaji kwa sababu fikra zao. Yaani unaona kwamba nje ya ajira hakuna sio kweli. Sio? Fuatilieni. Matajiri wote duniani ni watu ambao ni wafanya biashara. Hakuna mfanyakazi hata mmoja ambaye ni tajiri. Huwa wanapata tu hela za mboga, za kubadilisha mboga, kuishi ili wasife. Ni hivyo, kwa sababu wewe bosi wako asipokupa mshahara utakufa. Nani atamfanyia kazi? Sitakuwa hamna. Ndio anakupa mshahara ili uishi uendelee kufanya nini? Ndivyo hivyo. Si tunaelewa jamani? Yaani ipo hivyo, lakini sasa ukija huko kwenye biashara, utaishi maisha yako kwa sababu kwenye biashara unaingiza faida na siku zote faida ni bora kuliko mshahara. Faida bora kuliko? Kwa hiyo watu wengi wameendelea kubaki sehemu moja kung'ang'ania hivi kwa sababu ya fikra. Yaani kuna mtu muoga tu kujaribu. Kuna baadhi ya mambo ili ufanikiwe unatakiwa ujilipue. Yaani ujilipue. Ndio kubeti wazee, si ndio kuchilichili, yaani unabeti kwamba yani itokee sawa isipotokea. Kwa sababu kuna baadhi ya maumivu yanakuja kwenye maisha yako sio lengo kuumiza, lengo kukujenga kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kuna wakati ukiogopa utapoteza kuweka milioni 1 ya mtaji, ukaogopa mtaji wako utafeli, kuna namna wewe bado hujauelewa utajiri. Matajiri wanajiriziki. Anajiriziki, anajilipua. Aangalii mbele ila yeye mindset yake anaamini kuwa atapata, akikosea anaona yes nimekosa. Kwa nini nimekosea? Anatafuta suluhisho, anafanya tena, anafanikiwa.